يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Mwenyezi Mungu anampa hekima mtakaye, na yule aliyepewa hekima kwa hakika amepewa kheri nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala. Safiri na kipande hiki cha aya. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi alipokuwa anafasiri nini maana ya hekima, akasema al-hikma hiya an ta'mala alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi wa 'ala an-nahwi alladhi yanbaghi. Hekima maana yake ni kulifanya lifaalo katika wakati ufaao na katika njia ifaayo. Hiyo ndio maana ya hekima. Inawezekana zikaja taarifu au definition nyingi sana, lakini chukua hekima maana yake ni kulifanya lifaalo katika njia ifaayo na katika wakati ufaao. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Aliyepewa hekima na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika amepewa kheri nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika wakati uliokuwa nao yamepita mambo mengi sana ndani yake, na Mwenyezi Mungu anasema wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Inawezekana leo ikawa hivi, kesho ikawa hivi. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Ni masiku tu Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Lakini yale masiku yakishapita, hekima inapokuwa imechukua mahala pake, na hekima ikawa imetumika mahala pake kuweza kuyafanya yale masiku yaliyopita katika siku za maisha yetu kuwa tayari yameshapita na yaliyotokea yametokea. Hekima inatuongoza kuna baadhi ya mambo tuyaendee katika hali ya kutengeneza mustakabali mpana wa nchi yetu. Ndugu zangu, tumesikia tamko la rais jana wakati anahutubia bunge. Ile ndio hekima. Na inapotokea mtu mwingine akawa anakuja na matamko yake mengine nje ya matamko ya kiongozi wa nchi aliyoyatamka yenye hekima ndani yake, na kuweza kuliponya taifa na kufungua milango mbalimbali ya maridhiano na kutazama wapi tumepatia, wapi tumekosea, taifa liweze kwenda mbele. Kisha akatokea mtu mwingine akawa anataka kiongozi wa nchi afanye anavyotaka yeye. Hiyo siyo hekima. Hekima maana yake ni kulifanya lifaalo katika wakati ufaao na katika njia ifaayo. Aliyolifanya kiongozi wetu wa nchi, ile ndiyo hekima ya kiongozi. Na sisi kama Waislamu tuna wajibu wa kutembea kwenye hekima ile ambayo kiongozi wa nchi ameielezea. Linapotokea kundi la watu likaanza kutoa maelekezo kwa namna linavyotaka wao, kwa namna wanavyoona wao, na wakaona ile sio hekima, inawezekana kuna watu wakaona mambo yao mengine. Lakini kimsingi ni kwamba yanapokuwa yamepita baadhi ya masiku, ima inawezekana ikawa ni masiku ya faraja au ni masiku ya dhiki, na kiongozi wa nchi akaja akatoa dira, ni wajibu kwa raia na Waislamu kufuata uelekeo wa matamko kama yale. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Wale ambao waliosikiliza yale matamko wataona namna gani kiongozi wa nchi alikokuwa hambo, namna gani kiongozi wa nchi alikokuwa kamu, namna gani alikokuwa mnyenyekevu akitoa dira na kutoa pole kwa wale ambao wamekutwa na madhila mbalimbali waliokuwa hawana hatia. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Ile ndiyo hekima. Kinachotakiwa hivi sasa sisi kama Waislamu ni kuweza kulijenga taifa letu na kuangalia tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Vijana wenzangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anasema wa qul i'malu
fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi, tupambane kwenye kulijenga taifa letu. Afa Allahu amma salaf, Mwenyezi Mungu tayari ashasamehe yaliyopita, si ndwele tugange yajayo. Tufanyeni kazi kwenye kulijenga taifa letu. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu, hatuwezi kurudi kule nyuma. Tusiwe ni vijana wa Kiislamu wenye kulalamika, wenye kubeba agenda za watu walizokuwa nazo. Tufanyeni kazi kwenye kuijenga nchi yetu. Wako baadhi ya watu tukiyazungumza haya wanabeza na wanatuita mashehe kwamba hatuna PhD, lakini kimsingi ni kwamba yuko profesa mmoja alikuwa anafundisha kwenye chuo kikuu cha Harvard, anaitwa Mary Mavo. Alislimu kuingia katika Uislamu. Mwanzoni alikuwa ni kafiri, baadaye akaingia katika Uislamu. Yako maneno aliyoyazungumza wakati alipoingia katika Uislamu, akasema Muslim are the hardest people to convert to another faith. There is nothing to offer them. Waislamu ndio watu pekee ambao hauwezi kuwashawishi kuwapeleka kwenye dini nyingine, kwa sababu ndani ya Uislamu kuna kila kitu unachokitaka wewe. Ukimwona mtu ametoka kwenye Uislamu amekwenda kwenye dini nyingine, mawili: ima kafuata mzigo au kuna mwanamke kamshawishi kwenda kwenye dini nyingine. Na kama akiwa ni mwanamke kaenda kwenye dini nyingine, ni kwa sababu ameshawishika ima pesa au kamfuata mwanaume. Muslim are the hardest people to convert to another faith. There is nothing to offer them. Ikiwa watu watawadharau mashehe kwa maneno yao, wakawaona wajinga, wakawaona chawa, eti kwa kuwa wanahubiri amani, eti kwa kuwa kwa sababu ya kutii mamlaka wakaonekana hawana PhD, wazungumze kwa namna wanavyotaka wao, haina maana hiyo. Haina maana hiyo. Ndani ya Uislamu hakuna kitu ambacho utakitafuta ndani yake kikawa hakuna. Kama ni uchumi, huko ndani ya Uislamu. Kuna mtu aliyewahi kuwa mtume wa kumshinda Bwana Mtume Muhammad, ambaye alikuta mji wa Madina hauna lolote, hauna chochote. Mayahudi wakiwa wanaitawala Madina, uchumi wanao, akawakuta Ausi na Khazraj wanagombana, hawana amani. Mtume akapeleka amani, akatengeneza soko la Uislamu. Wakina Abdurrahman bin Auf wakazalika mabilionea katika ulimwengu. Kuna mtu anaweza kumzidi uchumi, elimu ya uchumi Bwana Mtume Muhammad? Kuna mtu anaweza kumzidi elimu ya sayansi Bwana Mtume Muhammad? Leo anatajwa Neil Armstrong kuwa ndio mwanadamu wa kwanza aliyekwenda kutembea katika mwezi, which is not true, kitu ambacho sio sawa. Mwanadamu wa kwanza tangu ulimwengu kuumbwa, mwana sayansi wa mwanzo kwenda katika mbingu na kuvuka hapo ambapo Neil Armstrong alifika ni Bwana Mtume Muhammad. Rejea katika sura al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Mtume alisafiri sehemu ya usiku. Neil Armstrong siku 12 anatembea, anatoka duniani kuelekea space. Ukizungumzia mwana sayansi wa kwanza unamzungumzia Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo mashehe wanapohubiri amani, wasianze kuwaona kama vile hawana elimu. Hapana, waman yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Aliyepewa hekima na Allah subhanahu wa ta'ala amegewa kheri nyingi. Tulijengeni taifa letu, vijana wa Kiislamu. Tusishawishiwe na mitazamo kwa namna watu wanavyotaka wao, na mitazamo yao kwa namna wanavyotaka wao, na maneno yao. Tuna kitabu chetu, tuna mwenendo wetu, tuna mtume wetu, tuna mashehe zetu ambao tunaamini wao wananokora, wana maono makubwa, wana vision ya kujua wapi tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Vijana wa Kiislamu, tujengeni nchi yetu, tufanyeni kazi, tusilalamike. Usikae kijiweni ukaanza kulalamika kwamba ajira hakuna. Nenda sokoni kafanye biashara. Usijione kwamba nimezaliwa Kijitonyama akachube, nimezaliwa Kinondoni mtoto wa mimi siwezi kuuza karanga. Nenda kauze karanga, usilalamike. Serikali haiwezi kuja kukuletea 10,000 mfukoni, haiwezi. Nenda kafanye kazi, ingia sokoni. Nenda kalime, fursa ipo katika nchi.
milango iko wazi, kiongozi wa nchi amefungua milango. Kuna sababu gani ya vijana wa Kiislamu kulalamika? Wa kule imalu fasayara Allahu amalakum wa rasul, fanyeni kazi, Mwenyezi Mungu ataona. Nimalize maneno yangu, wanapenda sana kuyasema. Chinua Achebe kwenye Things Fall Apart, kuna maneno aliyazungumza akasema, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies? Mko wapi vijana wa Kiislamu mtakaokuja kuchukua nafasi wakati tayari kina mzee Hamid Masudi wa Jongo wanaondoka, kina Sheikh Mahmud tayari wanaondoka? Vijana wa Kiislamu mko wapi? Mtakuwa ni vijana wa kulalamika na kushikiwa mawazo. Tuamkeni vijana wa Kiislamu, tusiishi kwenye agenda za watu. Uislamu dini ya kweli, mashekhi wana vision na kitabu cha kweli, Al-Qur'an Karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulikuwa live kupitia channel yetu pendwa ya Kijibwa TV. Taarifa zote zitapatikana huko. Kwa hiyo niwaombe ambaye huja subscribe channel hii, basi fanye juhudi subscribe kwa ajili ya kufuatilia taarifa zote kupitia channel hii ya Kijibwa TV.